Basi nikiwa hapa eneo la Marunda Grocery, kwenye wateja wengi wamekaa hapa wanaendelea kupata burudani huku wakifuatilia timu yao vizuri na tamasha lao vizuri na usajili wenyewe vizuri. Wanasema katika usajili waliofanya basi mwaka huu watafanya balaa. Wapinzani wajipange. Haya sio maneno yangu bali ni maneno ya wanasimba. Sasa hivi nakuona hapa Marunda Grocery unafuatilia timu yako tamasha. Umelionaje tamasha la leo? Tamasha ni nzuri, tamasha limefana hali vizuri kweli kweli. Okay. Tumekaa tunatazama. Vipi kuhusiana na usajili timu yako ilivyofanya, umeuonaje usajili wa timu yako mwaka huu? Usajili nzuri, wana Simba kwa kazi waliyofanya viongozi wetu wa klabu kutetea majembe mapya ndani ya msimu huu. Tuna hakika. Kwa hiyo tunachukua kikombe cha msimu mapema sana. Kwa hiyo mwaka huu unataka kuniambia hamwachi kitu? Hatuachi kitu. Kuanzia Mapinduzi, Muungano, Ligi, Mapinduzi mshachukua. Yaani msimu unaofuata utakuwa na Mapinduzi tena, utakuwa na Muungano tena, utakuwa na Ligi tena, utakuwa na CRDB Federation, zote unapita nazo. Zote tunachukua. Vipi kuhusu klabu bingwa Afrika? Na kuhusu klabu bingwa Afrika tuna imani timu yetu, tunafikiri kama sio kuchukua bingwa basi tutafika nafasi kubwa za juu zaidi. Okay, basi nikutakie kila laheri, uendelee kuangalia tamasha lako. Naona hapa panaitwaje hapa? Hapa ni Marunda Grocery. Kwa hiyo kwa sasa umesitisha biashara zako kwa muda, unaangalia timu yako na tamasha lako. Kabisa, kwa sababu Simba, tamasha la Simba ndio kila kitu kwangu. Ndio burudani ambayo imeshereza kila kitu. Asante sana. Kuangalia watu wa Simba kwenye tamasha leo ndio maana yake wenyewe wanafurahia na ndio kushangaa umepita na umevaa nguo nyekundu, lakini na wewe hujaenda kuangalia kwenye tamasha kwa sababu gani? Ya upinzani au nasema rangi sio moyo, rangi iko moyoni, rangi iko moyoni. Sasa wewe kitu gani labda kilichokufanya leo usiende kuangalia tamasha? Siwezi kuangalia tamasha la mpinzani wangu kwa kuwa ni mpinzani. Nasubiri cha kwangu. Sasa mpinzani si ndo lao unamwangalia kafanyaje? Nitampenda. Lakini sina umuhimu. Kwa hiyo kwa leo wewe haushawishiki na yoyote. Sifalishiki kwa sababu gani? Ana maneno ya sombo sana mtu huyu. Kwa hiyo mtu huyu sio kumwangalia. Mimi namuona kama tambara tu. Ndio maana yake. Kwa hivyo umejiandaa kwa ajili ya nimeandaa kwa ajili ya kesho. Kwa hiyo kesho nasema kesho kuanzia asubuhi. Nikiwa kama artist kuanzia asubuhi. Mimi niko safari. Unataka kuangalia vyuma. Na nasema nakwenda kuangalia vyuma. Na bado namba 6. Kesho ndio natambulishwa. Usajili wenu wa mashaka. Hakuna usajili wazee. Hakuna wazee. Sasa kama wazee, kwa nini asajili mtu mzee? Anayecheza sio mzee. Ndio maana yake. Basi bwana, mimi nikutakia kila laheri. Hakuna shida. Hakuna matatizo. Kivumbi kipo kesho. Lakini leo unaona unaona sio kama maharage mabomu leo. Na umeseti channel naendelea kuangalia tamasha. Umelionaje tamasha la mwaka huu kwa Simba ukilinganisha na matamasha yaliyopita? Tamasha la Simba lilikuwa zuri sana, la mwaka huu limenifurahisha kwa sababu zile pressure ambazo ziko watu wamleta nani sio ya nini. Tunabaki sisi kama Simba wana Simba. Kinyume cha Simba ndio kuona. Shauriwe kashaenda huku na nini tuko na similizi face na nani, maisha yanaisha. Msimu uliopita usajili ulifanyika katika dirisha kubwa na Simba ilianza kwa kusuasua, lakini ilipokuja dirisha dogo kawa na maboresho kidogo, timu ikaanza kujipata na kupata matokeo mazuri. Na hatimaye imefika kwenye dirisha hili kubwa na ameongezea wachezaji na wengine Unauonaje kwa ujumla usajili wa dirisha kubwa la mwaka huu? Usajili wa Simba dirisha hili kubwa. Ndio. Akia Mungu mimi si nitakasema, lakini Mungu asaidie dirisha safi sana kwa sababu namwamini Steve Barker namjua toka kwa Sauzi. Kuliko story yake naijua sana kwa sababu mwenyewe kwa Sauzi kuna vitu anavyofanya, anahitaji wale wanaoingiza ndio wale watu wanaowataka. Sasa kuna kitu ambacho kitatokea.
Kama mwana Simba una matarajio gani na timu yenu kwa msimu unaofuata? Mimi ni mwana Simba, lakini matarajio yangu ni makubwa kwamba tutafika, at least tutaenda huko. Kama sio robo nusu tutakwenda kwenye finali. Kwenye makombe la kimataifa. Of course, lazima tuende nao. Kuhusiana na vikombe vya ndani za Afrika tutabeba. Tutabeba. Hatuna Sharulile, hatumuogopi Sharulile. Sharulile Steve Baka anamjua na maana mwacheni. Utaizungumziaje tarehe 12 katika ngao ya jamii? Tutakutana na wapinzani wenu kufungua pazia la ufunguzi wa ligi kwenye ngao ya jamii Zanzibar. Chochote kitatokea, kwa sababu kwenye tarehe 12 ngao ya jamii dabi haina mwenyewe, dabi inabaki kwa dabi. Kama unajua mzee wa Yanga unaelewa, lakini sisi tunabaki kwa dabi haina mwenyewe brother. Mimi sina timu. Haina timu. Kama una timu dabi ndio kwa dabi. Kwa nini imeenda Zanzibar mimi sijui, lakini mwisho wa siku dabi haina mwenyewe. Atakayefanya vizuri basi nikutakie kila laheri na tamasha naona linaendelea na cheers.